Moyo wangu unauma. Moyo wangu una maumivu. Naumia nikimuona Ana. Kwa nini nateseka hivi wakati yeye ndiye amenikosea? Maria alinong'ona akiwa peke yake chumbani. Maria na Ana hawakuwa tu marafiki. Walikula pamoja, walicheka pamoja, walijua siri za kila mmoja. Waliishi kama watu wa damu moja, kana kwamba walizaliwa tumbo moja. Mahali alipokuwa Maria, Ana alikuwa karibu, na alipokuwa Ana, ulimkuta pia Maria. Lakini siku moja kuna kitu kilitokea. Ana alimkosea Maria. Halikuwa kosa dogo, halikuwa jambo la kupuuzwa. Lilikuwa kosa lililoingia moja kwa moja moyoni. Usiku huo Maria hakulala. Alilia kimya kimya. Akajiuliza tena na tena, inawezekanaje mtu niliyemwamini hivi awe chanzo cha maumivu yangu? Taratibu Maria akaanza kujitoa. Simu zikapungua, ujumbe ukapungua, ziara zikapotea. Ana hakujua kwa nini. Alipoona Maria amebadilika, naye akabadilika. Urafiki ukaanza kufa pole pole, sio kwa ugomvi, bali kwa ukimya. Lakini jambo la ajabu lilitokea. Kadri walivyozidi kuachana, ndivyo Maria alivyozidi kuumia. Hakumsamehe Ana, moyo wake ulihifadhi tukio lile kama jeraha wazi. Aliishi nalo kila siku, na pole pole furaha yake ikaanza kufifia. Uso wake ukapoteza nuru, si kwa sababu Ana bado anamkosea, bali kwa sababu Maria bado anaishi ndani ya tukio lile. Siku moja Maria alimfuata Maria. Macho yake yalikuwa na unyenyekevu. "Maria, samahani," alisema kwa sauti ya chini. Maria alitikisa kichwa. "Sawa," akajibu. Lakini jambo la ajabu lilitokea. Maumivu hayakuondoka. Jina la Ana lilipotajwa, moyo wa Maria ulikaza, tabasamu lake likapotea ghafla. Ndani yake kulikuwa na ukimya mzito, kana kwamba tukio lile limetokea jana. Ana alikuwa ameomba msamaha, lakini Maria bado alikuwa mfungwa wa tukio lile. Tembea nami. Katika sehemu inayofuata tutaangalia dalili za mtu ambaye hajasamehe hata kama alisema nimeshasamehe. Karibu Elroy Rema.